not to be sure of what we are dealing with. Na wazazi wa wanafunzi wanaozuiliwa na maafisa wa uchunguzi bado wamekita kambi nje ya shule ya upili ya wasichana ya Utumishi eneo la Gilgil wakitaka kujua hatma ya wanafunzi hao. Hii ni baada ya serikali kuthibitisha kwamba inawazuia wanafunzi hao kwa tuhuma za kushiriki kwenye mkasa wa moto wa hapo jana. Kwa mengi zaidi tunawasiliana naye mwanahabari mwenza Ken Gashuhi akiwa katika eneo hilo kwa taarifa zaidi na kinachojiri kwa sasa. Asante sana, niko hapa katika shule hii ya upili ya Utumishi ya wasichana ambayo iko eneo bunge la Gilgil County ya Nakuru, ambapo bado wazazi wanaendelea kufika hapa ili kuweza kufahamu ni kipi kilichojiri katika mkasa ambao uliweza kuteketeza bweni la wanafunzi 220 ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 200 wakati wa tukio hilo. Na hapa nilipo niko na baadhi ya wazazi ambao wameweza kuungana na kuzungumza na wale maafisa wa serikali ambao wanahusikana na kuchukua chembe za DNA ili kufahamishwa kwamba ili kulinganisha na zile chembe zilizoweza kuchukuliwa kutoka kwa miili ya watoto 16 ambao waliweza kuaga dunia katika mkasa huo. Na mmoja wa wazazi yuko hapa, pengine tueleze jina lako na pengine hali imekuwa vipi, hiyo mustakabali huu wote umekuwa namna gani? Naam, mimi naitwa John Mwiruri, mimi ni daktari Nairobi. Tumekuja hapa, mimi nilipigiwa simu na bibi yangu nikiwa kazini Nairobi na jana, na nikaweza kuambiwa mtoto amepatikana kwa shida. Sikuelezewa kinagaubaga ni shida gani, so ilibidi tu nikuja hapa ndio niweze kuelewa vizuri shida ni gani. So mimi niliamkia hapa mapema na ndio maana niko hapa. Na pengine imekuaje hapa ndani wakati uliweza kufika pale Naivasha, na hapa kabla ya kutoka pale ukafika hadi hapa ilikuwa namna gani? Na wakati nilipotoka Nairobi, initially niliambiwa nakuja Gilgil. Unfortunately nikiwa njiani bibi yangu akaniambia ni kama shughuli imechange, so akaniambia mimi niende Naivasha, huko ndio tunafanyiwa DNA. Wakati tulipofika huko the hospital administration wali change ile ratiba, wakasema mpaka tukuje tufanyiwe DNA hapa Gilgil. So mimi kabidi tu nielekee na mwendo wangu nikakuja hapa, ndio maana nikakuja hapa kufanyiwa DNA na bila shaka nimefanyiwa. Yeah. Pengine wamewafahamisha kipi kuhusu matokeo yale, mtagoja hadi muda unatosha na kivipi, na pengine matarajio yenu kutokana na yale huo uchunguzi wa DNA? Matarajio yetu ni yale tu, kwa sababu sisi kama wazazi tushajua tumepoteza watoto wetu. Wakati tulienda pale kwa kile chumba cha DNA chenye tulikuwa tunafanyiwa DNA, kulikuwa na ile karatasi ambalo limeandikwa majina za watoto. Na bila shaka ukiona jina la mtoto wako liko pale, bila shaka ni kudhibitisha tu. So jina la mtoto wangu lilikuwa pale na tunangojea tu wadhibitishe kwamba kweli ni yeye. Lakini matokeo tunashajua tu na tushawakubali. Na wameweza kuwaeleza ni muda upi ambao utachukua hiyo process yote nzima kuhakikisha kwamba wameweza kulinganisha DNA ya wazazi na watoto? Wametuambia ati tugoje muda mfupi. Actually wamesema kwa Kiingereza you just wait for some few minutes. Sasa hatuelewi maana ya hizi few minutes ni gani, sababu we have been waiting for like almost now 30 minutes. Na hiyo 30 minutes sisi hatuwezi ita some few minutes, sababu wametuambia tungoje madakika kidogo. Mimi nafikiria dakika kidogo ni dakika 10, dakika 15, lakini tumekawia, lakini bado tuko na tumaini tutapewa jibu ambalo litaturidhisha. Yeah.
Poleni sana, na tutaendelea kuongea hapa baadaye, lakini kama ulivyosikia kutoka kwa huyo mzazi ni kwamba chembe za DNA ziliweza kuchukuliwa kutoka kwa wazazi ili kulinganishwa na chembe za wale watoto ambao waliweza kuaga dunia katika mkasa huo ambao uliweza kutokea hapo jana masaa ya asubuhi, ambapo tuliweza kupoteza watoto 16 katika mkasa huo, wengine 79 wakiweza kujeruhiwa, miongoni mwao 8 wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta pale jijini Nairobi. Lakini tunaendelea kuangazia taarifa hii kuhakikisha kwamba tunaletea watazamaji wetu taarifa kama inavyotukia. Kwako studioni. Naam, asante sana Gashuhi kwa taarifa hiyo, bila shaka amekita kambi